wewe ambaye unanifuata saa hii, baraka na amani iwe juu yako. Nataka nikwambie mambo 10 ambayo yanaonyesha kwamba watu hawana akili. Usije ukanisikia vibaya, nataka nikutangazie mambo 10. Ukisikia kwamba wewe humo, hakuna linalokuhusu, utakuwa haumo. Lakini ukisikia kwamba kuna linalokuhusu, hakikisha kwamba wewe umo. Cha kwanza, watu wanaamini kila kitu wanachosikia. Sasa bila kuchunguza kwamba kama ni ukweli au ni uongo, wanakisikiliza na wanakifuata. Kitu cha pili, wanafuata mkumbo. Neno mkumbo lina maana ya ile hali ya kuiga kitu. Maana watu wanafanya kitu kibaya kwa sababu wengine wote wanafanya. Cha tatu, watu wanakataa kusikiliza ushauri. Hata pale unapoonywa na watu wengi wazoefu, unakuta unafuata kwako tu. Wakati kuna wahenga ambao wanaweza kukuambia kitu hiki ni kibaya, au kitu hiki kinaweza kukudhoofisha, kinaweza kukuharibu, unafuata kwako mwenyewe. Kitu cha 4, watu wanahukumu haraka bila kutathmini ya kwamba ni ukweli au uongo, ukweli kamili. Sasa naweza kuja nikakwambia kitu kinachohusiana na mtu fulani, wewe bila kutathmini, bila kufanya uchunguzi wako, bila kufanya upelelezi wako, ukasema hiyo ukweli. Kitu cha 5, watu wanarudia makosa yale yale. Sasa wahenga wa maisha wanakwambia kwamba kosa si kosa, lakini kosa ni kurudia kosa. Inabidi sasa, manake unaruhusiwa kufanya kosa moja, kosa la kwanza, ila kurudia kosa itakuwa kibaya sana. Kitu cha 6, watu wengi wanaongozwa na hasira, sio maamuzi. Inabidi sasa, ili uamue kitu, maana hasira isikutumikishe. Hapana, inabidi sasa ukae kidogo kama dakika 30, ufikiri kuhusu jambo hilo, chunguze. Wanakwambia fikiri kabla ya kutenda. Sasa kuna mtu ukimkanyaga hapo hapo anakupiga kofi, anakupiga koni bila kufikiri. Kitu cha 7, watu wanapenda njia za mkato. Maana wanapenda mafanikio ya haraka haraka. Sasa ukimwambia hiyo mradi utadumu kama miaka 10, miaka 5 hivyo, anasema mimi siwezi kufanya. Maana wanataka vitu vinavyomaliza mwezi mmoja au miezi 2 tu, hapo hapo anashikilia. Kitu cha 8, wanapenda kulaumu wengine kila mara. Unakuta mtu, tuseme hasa wanawake unakuta wanakaa hapo, wanazungumzia watu, wakasema yule fulani anafanya hivi, fulani yuko hivi. Utakuta sasa unafikiri yeye hana kosa, yeye ni malaika, mbona anasema wengine vibaya? Ukakuta ni vitu vibaya sana. Kitu cha 9, watu wanadharau elimu na maarifa. Wanadhani kujua kidogo ni kujua kila kitu. Sasa unapojua kwamba wewe unajua, hatimaye hujui,
Manake yule anayejua yule ambaye anajisikia kwamba hajui kitu na anakuwa na nguvu za kutafuta vingine. Kitu cha 10, watu wanapinga mabadiliko. Maisha yawe vile vile kama ilivyokuwa hapo mwanzoni. Unakuta wanabakia katika maisha yale yale kwa sababu tu wanazoea hivi. Manake watu wengi unakuta hawataki mabadiliko, wanataka mambo yakae vile vile. Nataka sasa nikupe bonus. Watu hawapendi mafanikio ya wengine. Hili jambo sasa ni la uhakika. Watu hawapendi mafanikio ya wengine kabisa. Unakuta katika kijiji fulani mtu huyu akifuga ng'ombe, wanataka ng'ombe huo akufe. Sasa akinunua gari, wanataka gari hilo lipate ajali. Sasa mtoto wa mwingine akifanikiwa katika masomo, akiwa wa kwanza, wakati mtoto wake hajafaulu mtihani, unakuta ni malalamiko tu. Kwa hiyo kama kuna jambo moja miongoni mwa haya ambalo limekuhusu, ni mambo yako sasa kuweza kugeuka na kuambia. Kwa hiyo kama we ni mpya kwenye channel hii, usisite kufanya subscribe, like, share na comment, atakuja kutusaidia.